Agata yuko wapi? Unamfahamu yule mtumishi? Alisomeshwa UDOM, alisomeshwa Songea. La kwanza la 7, form 1 form 4. Akasoma form 5 na form 6 kule Pelamio. Akamaliza. Ili mtumishi wako leo hizi. Akamaliza kaenda chuo kikuu cha Dodoma. Akasoma degree akamaliza. Binti akawa hana kazi. Baadaye akaolewa. Mume aliyemuoa mtumishi wetu sisi huko Njombe. Baba yake alikuwa ni mtumishi Songea. Akastaafu. Binti akamfuata baba yake. Akamwambia, baba, nimeona fursa kule Njombe. Fursa gani? Nikipata mashine za kusaga mimi nitaendesha maisha yangu, mmangu abaki anafanya kazi. Baba yake akampa sehemu ya pensheni yake. Akanunua zile mashine. Akaanza biashara ya kusaga na kukoboa. Siku moja akaenda kule nyumbani kwao Songea. Mamaka akamwambia, unaendeleaje na ule mradi? Akamwambia, nenda vizuri. Kumbe alikuwa anakuazika mamaka anapomuuliza. Akamwambia, mama, mbona unaniuliza? Kwani mimi tu nimepewa hela? Mbona una watoto hapo waulizi? Akamwambia, sisi tumekuuliza tu kwa sababu kwanza unakaa mbali. Tunataka kujua unavyoendelea. Akarudi Njombe. Akakodisha gari. Kwanza hapo katikati akaenda akamfuata babake tena. Akamwambia, baba, samani, ile biashara kidogo nimeyumba, naomba uniongezee mtaji. Mzee akamwongezea milioni 7. Akaenda kufanya ile biashara. Akienda nyumbani, mama anampigia simu, unaendeleaje? Baba anampigia. Wadogo zake wanampigia. Wamezaliwa 6. Wamezaliwa 6. Sasa katika ile kumuuliza maendeleo yake akakasirika. Akakodisha gari hapa Njombe. Akabeba mashine zote za kusaga na kukoboa kaweka kwenye gari. Akaenda nyumbani kwao. Akafika pale, karibu. Mbona umekuja na gari na mashine? Akamwambia, kila siku mnanisema sijui mninisaidia, sijui mninisomesha, sijui mashine. Nimeona nileteni mashine yenu. Wao akaambia, sisi hatukukupa mashine. Sisi wewe ni mtoto wetu, tunakuuliza tu maendeleo. Akaambia, kila siku unaanza kuuliza maendeleo. Kwani mimi siwezi kujitegemea? Akachukua mashine akashusha hapo akaondoka. Siku zimeenda. Babaka akaugua. Alipougua akapigiwa simu. Babako anaumwa. Hakwenda. Baba akapata stroke mwaka wa kwanza, haendi. Mwaka wa pili, haendi. Mwaka wa 3, haendi. Baba akafariki. Akaletewa ujumbe, baba amefariki. Mume akajiandaa. Watumishi wenzake huku Njombe wakaenda kumpa pole, mko amefariki. Unanielewa? Yule binti ambaye babaka amefariki alienda kwenye gari ya mume wake akatoa switch. Akaambia, mimi ni babangu, kama mimi siendi kuzika kwa hiyo unaenda. Hakwenda kumzika babake. Akakaa mama kule akalia peke yake na watoto na nini, wakazika. Akambroke mamake. Hakuna mawasiliano. Kesi ikaja kwangu. Nikamuita mtumishi na mke. Nikamweleza kuna jambo hili na hili. Akaniambia, ni kweli. Huyu mtu ni baba yako kabisa? Ndio. Alikusomesha? Alinisomesha. Akaugua kwenda kumuona? Sikwenda kumuona. Akafa kwenda kuzika? Sikwenda kuzika. Kwa nini umefanya mambo yote haya? Akasema alikuwa ananisema sana kwa sababu alinisaidia hela yake ya pension kununua mashine. Na nikamrudishia nao mashine. Huyu mama yako alikosea nini? Na yeye aliungana na watoto wake na mume wake. Nikamwambia, sio mume wake, baba yako. Sema aliungana na watoto wake na baba kwa ajili ya kunisema. Ukamblock kabisa mama yako? Ni kweli nikamblock. Leta simu. Mama yuko blocked. Una miaka mingapi hujaongea na mama? Miaka 3. Nikamuuliza mwanamume, huyu ni mke wako wa ndoa? Ndio. Ulimuoa mtaani ba au wapi? Sema nilichumbia nyumbani. Ulionana baba mkwe wako? Ndio. Baba mkwe aliyemzaa huyu? Ndio. Na mama mkwe? Ndio.
Unawafahamu? Sema tunawafahamu. Sio unawafahamu, tunatokea kijiji kimoja. Kwa nini unaacha kwenda kumzika baba mkwe? Akasema niliwasha gari, mke wangu akaja akazima gari, akachukua switch. Mnanielewa? Nikamuuliza, huyu mama alikutoa kabisa tumboni mwako? Ndiyo. Watoto wako wakikufanyia hivyo ni sawa tu wanifanyie. Ni habari ya ukweli, sio kwamba watu wamekufa. Wapo na wanaishi Njombe. Walifikaje hapo? Walionana na nabii. Kuna nabii mmoja yuko Mbeya, akamwambia yule binti, mama yako ni mchawi na baba yako ni wachawi, hamtakaa mpate maendeleo yoyote kama utaenda kwenu. Kwa mnana kufanya, jitenge nao, na namna kujitenga, vitu vyote ambavyo vilitoka kwao virudishe. Nikaambia, kwa nini usiende kumwambia mama yako mrudishie ile uchungu aliyokusukuma siku anakuzaa? Nenda ukalivesi mbegu za baba yako za kuleta duniani. Kwa nini ulivesi mshahara? Kwamba nabii alimwambia kwamba ili msipate mikosi, kama baba yako alikupa hizi mashine mrudishie, na mama yako mbroku. Wapo. Wapo ni watumishi kwenye halmashauri ya huyu bwana. Mmenielewa? Katika kufuatilia tukajikuta kwamba nabii ameingia, na yule mwanaume naye babake akaja akaugua, hajaenda kugusa babake. Na yule mwanaume kaka yake ni mkurugenzi kama wakurugenzi hao hapa. Kaka yule mwanaume ni mtumishi wetu huko, alafu kaka yake mwingine, huyo kaka yake naye ni mkurugenzi. Na akaanza kunipigia, bwana ana shida hapo na mtumishi wako hivi na hivi. Nikamwambia, wewe ni mkurugenzi, chukua jukumu. Unaona hayo malezi? Wakaenda wakachukua mikopo wakampa nabii. Wakaenda wakachukua gari yao wakampa nabii. Baadaye wakaambiwa kwamba huku upepo wa huku na Songea ni karibu, watakuwa na rogo hata kwa upepo. Mwanamke akahamia Mbeya.